Ndio maana maandiko yanasema jitakaseni mioyo yenu enyi wenye mikono yenye nini? Yenye damu. Unajua kwa nini maandiko? Jitakaseni mioyo yenu enyi wenye mikono yenye damu. Maana yake Mungu ana muda mpaka kwanza umelipa gharama ya kuwa kama yeye. Hata mbinguni maombi yanayotunzwa ili yajibiwe, hata kama yajibiwe hapo kwa hapo, ni ya wacha Mungu. Mbinguni kuna maombi, mtu akiomba maombi, kuna maombi ambayo yajibiwi leo kwa sababu huna level ya kuenda majibu. Mfano, unaomba gari wakati hata kodi ya nyumba huna. Unakwenda unadanganya na mtume wa uongo na nabii wa uongo, anakuambia ibada maalum ya kupokea upako wa magari, au ibada maalum ya kuvunja rahana ya kutembea kwa miguu, ibada maalum ya kuchukua magari yaliyomezwa na bahari ya Hindi. Nacheka lakini naogopa. Hii dunia bwana ina vituko. Sasa umekuja, haya endesha gari lako kwa imani. Kata kushoto. Angalia msigongane na wenzako. Zingatia parking. Ni nini unaendesha? Range Rover. Ama nafikiri ni imani ni kijana. Hata kama ni hivyo, Mungu anaangalia una uwezo wa kuenda gari, kufanya kwamba yale maombi yajibiwe. Mungu anajua chakula chenyewe ni shida. Akuongezee gari tena range. Au hama. Utaweka nini mkojo wako? Kwa Mungu kwa sababu ya wingi wa rehema anayatunza. Kama unaishi maisha matakatifu anafanyaje? Ndio yale maombi yanayohifadhiwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Kama ulikuwa hujawahi kujua kuna maombi yanahifadhiwa, maombi ya watakatifu. Yanaitwa maombi ya watakatifu. Yanahifadhiwa kwenye vitasa vya dhahabu. Ufunuo 5:8. Andika au kama unataka fungua usome. Sisi hatuombei rongorongo. We are men of the world. Watu wa neno. Ufunuo 5:8. Biblia inasema na malaika wengine sio kufanya nini, nikaona vitasa vya dhahabu ambavyo ndani yake kulikuwa na nini? Manukato ambayo ni nini? Maombi ya watakatifu. Kwa hiyo maombi ya mtakatifu ambayo amefuzu vigezo na ana quality ya kuyapokea yanakuja immediately. Yale ambayo Mungu anahitaji ufuzu level fulani ili baraka ikije sikuwe, yanahifadhiwa. Is wrong umemba kitu sahihi. Yanahifadhiwa. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Bwana. Ya watakatifu hata kama una quality ya kupokea hicho kitu, inatunzwa mpaka majira sahihi utakapokuwa umekuwa kiufahamu, umekuwa kiakili, umekuwa kimaarifa kiasi cha kuweza kuenda hiyo baraka. Nakumbuka wakati nikiwa DIT mwaka wa kwanza diploma, niliomba Bwana nikasema mimi ni mtu wa imani. Ninaamini nitakuwa napata 500,000 kila mwezi. Mungu hizo hela nazo. Ukweli kwamba Mungu ana hizo hela wanazo. Anazo. Lakini nikaanza kuomba. Nataka 500,000 kila mwezi. Maana nasitaka kwa ajili ya sadaka na mahitaji mengine na Mungu hakunipa. Hakunipa. Hata 50 ilikuwa inapatikana kimeujiza sana. Achana 500,000. Unajua ni kwa nini? Sikuwa na hiyo level. Lakini haya maombi nafikiri ndio yanajibiwa sasa huku mbeleni kwa kishindo. Sadaka kubwa ambayo nimewahi kupewa kwa mkupuo na mtu mmoja ni milioni 6. Milioni 6. Tena ni mwaka huu mwezi wa pili. Lakini kuna wakati 500,000 ilikuwa ni kazi. Sasa hivi mtu anasema nimekutumia milioni. Sasa hivi ni kawaida sana. Bila hata kumuomba wala bila kumwambia. Yeye anakaa anasema huyu mtu anafanana na milioni, hebu nimtumie milioni. Lakini wakati ule niliomba mtu wa Mungu, yakaanishwa kwenye kibubu cha dhahabu. Mpaka wakati utakapokuwa na uwezo na majukumu yanayohitaji hiyo hela. Sasa kama ni mtakatifu hakuna ombi linalopotea, linatunzwa. Kama sio mtakatifu, kelele mbele za Bwana.